Nyosha mikono yako juu. Ni alama ya kusarenda ya kwamba Mungu yuko mahali hapa anataka kukuhudumia. Ni alama ya kusarenda ya kwamba Mungu yuko mahali hapa anataka kukuhudumia. Wewe mwenyewe unajua mzigo ulio nao. Wewe mwenyewe unayajua maisha yako. Wewe mwenyewe unaijua historia ya kwenu. Unajua ni jambo gani limekuwa mlima kwako. Unajua ni jambo gani limekuwa gumu kwako. Unajua kabisa ni nini kinasumbua maisha yako. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Amesimama. Yuko mahali hapa. Anataka umsogelee. Anataka umkaribie. Anataka akuvushe. Anataka akuponye. Umejiandaaje? Fungua moyo wako. Aliyekaa hata kama ni mgonjwa asimame mbele za Mungu. Maana Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kuhudumia watu. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kuhudumia watu. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kuponye. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa akuvushe kwenye hilo jaribu. Hakuvushe kwenye hayo mapito. Hakuponye. Haponye uzao wako. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa ashughulike na maisha yako. Yuko tayari. Yuko tayari. Fungua moyo. Yuko tayari. Yuko tayari kukuhudumia. Liyeshikiliwa na maroho ya asili. Yuko tayari mahali hapa. Fungua moyo. Fungua moyo. Fungua moyo. Fungua moyo. Yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Huyo anapita kama umeme. Huyo anapita kama umeme. Huyo anapita kama umeme. Huyo anapita. Wako watu wameshikiliwa na mizimu ya kwao mahali hapa. Naona Roho Mtakatifu akiwafungua. Naona Roho Mtakatifu akiwafungua. Pita kagua maisha ya mtu mmoja mmoja. Naona operation ya kiungo. Huyo Mungu anakutoa. Operation hiyo inapita. Operation hiyo inapita. Operation hiyo inapita. Huyo Mungu anapita kuhudumia watu wake. Namuona Mungu akipita. Wengine wakitapishwa. Naona Mungu akipita. Wengine ni shanga zinapita tumboni. Naona hiyo operation inapita. Ni Mungu mwenyewe anawahudumia. Wengine walilishwa chakula. Wengine ni maziwa. Watumishi msaidieni yule mtu alianguka. Naona watu wakipita. Sema Bwana Yesu, niko tayari. Nihudumie sasa. Fungua moyo wangu. Fungua maisha yangu. Fungua historia yangu. Fungua uchumi wangu. Bwana Yesu, niko tayari. Nihudumie Bwana. Niko tayari. Fungua maisha yangu. Fungua maisha yangu. Niko tayari. Pigana vita yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Niko tayari Bwana. Nisaidie. Maana unaweza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fungua moyo wako sasa. Fungua moyo wako sasa. Fungua moyo wako sasa. Katika jina la Yesu. Wafungue hawa watu. Wafungue hawa watu. Kwa damu ya Yesu. Ninaona wanawake wawili ni wagonjwa tumbo. Hapo ulipo operation ya kiungo inapita. Hapo ulipo operation ya kiungo inapita. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Naomba ufungue watu hawa. Iko damu yako iliyomwagika msalabani. Ile damu ikanena mema. Ikaleta ukombozi. Ikaleta upatanisho. Ikaleta uhai. Ikaleta uzima. Na leo ipite. Ikawafungue Bwana. Toka atia maisha hawa watu. Natuma damu ya Yesu hapo ulipo. Natuma damu ya Yesu hapo ulipo. Natuma damu ya Yesu hapo ulipo. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu
damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ipite ikafungua historia yako. Tumbo. Unaumwa tumbo. Umesema tumbo umeharibika. Yesu ananiambia nikwambie amekuponya. Waliotamka ni wanadamu, lakini Yesu anasema ni msaada wa kweli, ni mfinyanzi, ni mponyaji. Haangalii wanadamu wanasema nini. Yuko Yesu atendaye miujiza. Baba, umenisemesha juu ya tumbo. Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Ninang'oa kila roho ya magonjwa. Ninang'oa kila roho ya magonjwa. Katika jina la Yesu. Toka achia mwili wake. Toka achia mwili wake. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Natamka uzima katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Watoto wako wako wapi? Wapi? Hapa Arusha. Niliona kama walikuwa na malumbano fulani. Wakawa hawana maelewano. Wewe umerudi kwa mama na una watoto wakubwa wa kuweza kukusaidia. Vita imeinuka juu ya watoto wako. Haijalishi wamesema nini, Yesu amekuponya. Lakini pia nimeona watoto wako wakikupiga maneno. Yaani badala ya kukumbatia wamekugeuka. Usiogope. Yesu atawakusanya na wasamehe. Wasamehe kabisa. Usiwabebe rohoni. Umenielewa? Wasamehe ili Mungu ashughulike kuwarejesha. Ni watoto. Kwani mtoto akinyea mkono utaukata utupe? Wasamehe kwa sababu kuna baba yao yuko wapi? Mgonjwa naye amelala kitandani. Atembeake. Na uliyekuwa unamhudumia ni wewe. Na watoto hawaelewani. Unahitaji fedha, baba anahitaji fedha. Mungu yupo. Aliyesema nchi na vyote vijazwavyo ni mali yake. Atawarejesha hawa watoto, ataachilia mibaraka kwao. Umenielewa mamangu? Lakini pia ninarudi kwako. Kipindi umeelewa kwenye ule mji ulimkuta yule bibi mzaa baba. Kwa nini nakuuliza hili swali? Mzaa mume wako. Si ulimkuta? Sasa hivi ninajua huko kwenu ulikozaliwa. Kwa nini huko kwenu huku huwezi kukaa vita iliyonyanyuka? Na huyu baba ni mgonjwa, huna msaada. Ni nani anayemwangalia huyu baba kitandani? Kijana mdogo. Kwa nini wewe ukarudi kwenu? Home imekurudisha kwenu? Hakuna wako kuangalia. Una watoto wangapi? Watoto 4. Wa kwanza yuko wapi? Wa pili? Yuko wapi? Wako hapa Arusha, lakini wana malumbano. Hawaelewani kabisa. Hawaelewani kabisa. Hawa watoto wote ni wa baba mmoja? Wa baba mmoja, sijazaa tabaka lile. Sasa kwa nini ulipoingia kwenye huu mji vita ilinyanyuka? Sijui sasa. Sijui sasa. Ulielewana na huyu bibi? Kwa sababu ninachokiona kulikuwa na ubishani wa eneo la kulima. Kwa sababu ninaona viazi. Ulishawahi kulima viazi? Sitaweza kukumbuka. Hujawahi kulima viazi? Huko kijijini tunalima, sasa sitaweza kukumbuka kila mwaka tunalima. Sasa kukawa kuna shida ili eneo ambalo
mume wako alipewa likatakiwa mtu mwingine. Yaani mume wako alipewa baada ya kupewa mtu mwingine. Mume wako walizaliwa wangapi? Walikuwa 11, walifariki wote wakabaki watatu. Wakabakia watoto watatu. Sasa huku kukawa na historia ya vifo pap vya ghafla. Pap vya ghafla. Pap vya ghafla. Hawa watu hawakuishi vizuri na wakawa hawaelewani mpaka hivi sasa. Hii roho imeingia kwa watoto wako. Unanielewa? Tumeelewana sasa? Baada ya hii roho kuingia kwenye uzao wako, sasa kwa kuwa umefika hapa, yuko Mungu anayetengeneza. Hajalishi dini, hajalishi kabila, haangalii historia ya zamani, anaangalia neno lake apate kulitekeleza. Umenielewa mama? Lakini pia ninakusii, ukirudi, rudi kwenye mji wako. Uko kwa mume wangu. Umenielewa? Kwa sababu ukikaa kule kama ni mtu mwenye nia kukusaidia, hata kusaidia ukiwa pale kwa mume. Si ndio? Sasa ukimwacha huyu baba anaangaliwa na nani? Hata kama ni mtoto yuko pale, utamwambia fanya hivi, si ndio? Huyu atawasaidia wote wawili. Umenisikia? Mungu anaenda kufungua mlango. Lakini umekuja na nani hapa? Nimekuja mwenyewe na mdogo wangu yuko pale, ndio yule alikuwa analia. Ni mdogo wako? Ndio amenileta. Aha. Mbo mdogo mtu usipongea. Umenielewa eh? Kwa sababu ukirudi kwenu, sio kwamba kule kwenu utakaa vizuri. Hivi leo ukarudi ukakuta yule baba yupo, utasikia vizuri? Au ukasikia njaa imemmaliza, utasikia vizuri? Lakini ukiwa pale, hata kama ni uji mkanyo wawili, Mungu si anaachilia neema pale pale. Mungu hajawahi kushindwa na wala hataka ashindwe. Wewe ni mama, unaweza ukatamka ukiwa pale nyumbani, riziki ikaja na mkapona wote. Umenielewa? Bado Mungu ana neema ya kuwasimamisha tena mkawa wazima, wenye nguvu na afya njema. Umenielewa? Kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Nenda kakae. Mungu yupo. Hata katika hili unalolipitia sasa, yupo. Aliyeanzisha safari ya kukuvusha, yupo. Umenielewa? Vita hii Yesu ameingilia kati. Umenipata vizuri? Wametaka kukunyang'anya hii nyumba, Yesu ameingilia kati. Umeshinda kesi. Ulikuwa na kesi ya nini? Ndugu achukue nyumba na mali. Haiwezekani. Umeshinda. Na chuki iliyopo ni baada ya wewe kushinda hii kesi. Yesu anaenda kutenda jambo jipya. Na kilio cha mtoto. Yuko wapi mtoto wako? Usiogope. Usiogope, Yesu ameingilia kati. Sio kama unanielewa. Yesu amefanya nini? Yesu amefanya nini? Ondoa hofu. Lakini swala lingine, pesa, madeni. Yesu anakufutia kuanzia leo, sio kesho. Kuanzia leo, sio kesho. Kuanzia leo, sio kesho. Umenipata vizuri? Yesu anakupa historia mpya. Yesu anakupa historia mpya. Yesu anakupa historia mpya. Unafuga lakini ni kama wanakufa. Wanakufa. Leo Yesu analeta historia mpya. Hawatakufa tena. Hawatakufa tena. Wala hautalia. Utalipa madeni na faida utapata kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nenda.